Ifuatayo ni taarifa ya habari kutokea hapa Triple FM. Msomaji wako ni mimi hapa Laza Kilimkimwa. Kwanza ni muktasari wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la kimataifa la maendeleo ya kilimo IFAD katika kilimo himilivu cha tabia nchi na kilimo cha biashara nchini. Serikali inatarajiwa kuzindua mkakati wa mazingira utakaotekelezwa kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2030 ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha usimamizi wa mazingira nchini. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali imetoa shilingi trilioni 1.4 kupitia bohari ya dawa ya MSD ili kuhakikisha wananchi wanapata dawa na bidhaa muhimu za afya kwa wakati. Kimataifa, mkutano wa mataifa ya Afrika na Ufaransa wafunguliwa Nairobi kwa ahadi za uwekezaji mkubwa kutoka Ufaransa kusaidia maendeleo ya bara la Afrika. Habari kamili. Nairobi. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la kimataifa la maendeleo ya kilimo IFAD katika kilimo himilivu cha tabia nchi na kuimarisha biashara. Ametoa kauli hiyo jijini Nairobi wakati alipokutana na Rais wa IFAD Alvaro Lalio na kujadili ushirikiano katika sekta ya kilimo na uwezeshaji kwa vijana na wanawake kiuchumi. Amesema Tanzania inatarajiwa kuendeleza ushirikiano na IFAD katika utekelezaji wa miradi ya kilimo ikiwemo mpango wa kuongeza uzalishaji wa alizeti ili kusaidia kuongezeka upatikanaji wa mafuta ya kula nchini. Kwa upande wake, Rais wa IFAD Alvaro Lalio amesema kuwa wataendelea kuhakikisha mipango na utekelezaji wa IFAD vinaendana na malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dar es Salaam. Serikali inatarajia kuzindua mkakati wa mazingira utakaotekelezwa kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2030 ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha usimamizi wa mazingira nchini. Ameyasema hayo Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni wakati akitangaza siku ya mazingira duniani itakayofanyika Juni 5 mwaka huu. Amesema mkakati huo unalenga kushughulikia kwa kina changamoto za kimataifa za kimazingira ikiwemo taka ngumu mjini, matumizi yasiyoendelevu ya ardhi, uharibifu wa mazingira na usimamizi wa mifumo ya uzalishaji. Ameongeza kuwa katika utekelezaji wa mkakati huo tayari serikali imeanza kuimarisha taasisi zinazosimamia mazingira ili ziwe na uwezo wa kutosha kiutendaji katika utekelezaji wa majukumu yao. Dodoma. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali imetoa shilingi trilioni 1.4 kupitia bohari ya dawa ya MSD ili kuhakikisha wananchi wanapata dawa na bidhaa muhimu za afya kwa wakati. Ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara hiyo mwaka wa fedha 2026-2027 kwamba serikali itaendelea kununua bidhaa za ndani ili kuimarisha zaidi upatikanaji wa ndani. Amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki ili kuwawezesha wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ikiwemo kuboresha upatikanaji wa ardhi, miundombinu muhimu pamoja na kuratibu uwekezaji katika dawa. Waziri Mchengerwa amesisitiza kuwa dhamira serikali ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za afya, dawa na salama, huduma zenye ubora bila kuachwa nyuma. Na sasa tugeukie habari za kimataifa. Paris. Mkutano wa mataifa ya Afrika na Ufaransa wafunguliwa Nairobi kwa ziara ya uwekezaji mkubwa kutoka Ufaransa kusaidia maendeleo ya bara la Afrika. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anayeshiriki mkutano huo wa siku mbili mjini Nairobi nchini Kenya na viongozi takriban 30 wa bara hilo wametangaza euro bilioni 23 za uwekezaji barani Afrika, huku akitarajiwa naye kuwepo katika uwekezaji huo. Mkutano huo ni mwelekeo mpya wa ushirikiano wa Ufaransa na mataifa ya Afrika katika mkutano wa kilele ulioanza jana wakati ikikamilisha kuondoa vikosi vyake katika mataifa ya magharibi mwa bara hilo. Lengo zaidi ni kuipa msukumo sera mpya nchi yake ambayo inamulika zaidi kuyalenga mataifa yanayozungumza lugha ya Kiingereza na kutoa nafasi kwa kile kinachosikika ushirikiano wa kuzingatia usawa. Zamfara. Duru za usalama nchini Nigeria zinaarifu kuwa takriban watu 30 wameuawa na watu wenye silaha kali kwenye mji wa Zamfara kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, magharibi mwa Afrika. Kwa mujibu wa ripoti kuhusu usalama iliyoandaliwa kufikisha mbele ya Umoja wa Mataifa, imesema kuwa mauaji hayo yamefanyika usiku baada ya majambazi kuvamia watu waliokuwa wakisafiri kupitia barabara. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Nigeria imekanusha ripoti za kuwaua raia wake katika shambulio ya anga iliyofanyika ikilenga makundi magenge ya majambazi katika eneo la kaskazini la mkoa wa Niger. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Meja Jenerali Michael Onoja amesema mashambulio hayo ya droni yalifanyika Mei 9 hadi Mei 30, yalilenga vijiji vinne kutoka kwenye magenge yenye silaha kali. Na huo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla hatujamaliza tupate tena kusikia muktasari wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la kimataifa la maendeleo ya kilimo IFAD katika kilimo himilivu cha tabia nchi na kilimo cha biashara.
Serikali inatarajiwa kuzindua mkakati wa mazingira utakaotekelezwa kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2030 ili kukabiliana changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha usimamizi wa mazingira nchini. Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amesema serikali imetoa shilingi trilioni 1.4 kupitia bohari ya dawa ya MSD ili kuhakikisha wananchi wanapata dawa na bidhaa muhimu za afya kwa wakati. Kimataifa, mkutano wa mataifa ya Afrika na Ufaransa ufunguliwa Nairobi kwa ahadi za uwekezaji mkubwa kutoka Ufaransa kusaidia maendeleo ya bara la Afrika. Na huo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka hapa Triple FM. Muda wote ulikuwa na mimi hapa Laza Karim Kimwa. Endelea kusikiliza vipindi bora kutokea hapa Triple FM 92.1.